Thamani yangu iko wapi? Upendo wangu uko wapi? Majeraha moyoni nashindwa kuhema. Tumeshaongea mambo mengi rafiki yangu. Hebu kwanza nikuulize, kipi ambacho kilichokuleta hapa Zahidi? Umekuja kuolewa au? Diana, mimi sijaja kuolewa. Unajua hiki ni kipindi cha likizo. Alafu pia nimekuja kumsalimia kakaangu. Na wewe pia upo sana, nimekumisi. Rafiki yangu, kwa nini hujatumia muda wako tu kipindi cha likizo ujisomee? Kesho yake ingekusaidia. Ungemaliza masomo, ungekuwa na wewe mama kesho yake. Ungeitwa mke wa mtu. Ungeshughulika na majukumu ya ndoa. Sasa unapoteza muda wako tu kuja hapa kijijini kwa sababu ya kusalimia watu. Shoga yangu, mimi sijafikiria kuolewa. Bado nataka kwanza nipambane kwanza na shule. Nikimaliza shule kuolewa baadaye. Maana kwenye dunia hii ukikosa elimu utakuwa hujakamilika. Alafu sisi wanawake unampata mwanaume ambaye yuko sahihi, unapata kazi nzuri, maisha yako yanakuwa mazuri, ndio kitu kama hicho. Sawa, ni vizuri sana. Na mimi nahitaji usome, umalize masomo. Ila unapokuwa nasoma, nahitaji katika maisha yako uwe na hekima na busara. Ndio kitu muhimu sana katika maisha ya mtu. Lakini ukisema kwamba uje kuweka tabia mbaya, basi hakutoka muhimu wote masomo yako. Lakini muhimu wa masomo yako pale unapoingia katika ndoa. Utaelimisha watu wengine, utalea familia yako, pia hata na watoto wako. Nafurahi sana kusikia hivyo rafiki yangu. Asante kwa ushauri wako, nitafanyia kazi. Aya, nafurahi kama utafanyia kazi. Na iwe hivyo. Aya, tutake basi maji maana hapa sikataka baridi. Ndio kama hivyo ninavyokuambia. Mimi nakupenda sana na siko tayari kukukosa. Na wewe ndiye mwanaume pekee ninayempenda. Kwa sitarajii kwamba ndoto zetu zitaishia hapa. Natamani kesho na sisi tutengeneze familia yetu. Nimefurahi sana kusikia maneno yako mazuri. Unajua Mariam, una maneno mazuri sana. Kila nikisikia maneno yako yanaenda kabisa kusambaratisha moyo wangu. Kuna maisha yangu mimi sipendi nikupoteze. Kuna maisha yangu nakupenda wewe tu. Sijawahi kumuona mwanamke mwingine tofauti yako. Naomba nitunze mama. Unajua pia ni vizuri kwa sababu sisi ni watu tunaopendana. Tena tunapendana haswa. Sidhani kama kati yetu kuna mtu ambaye ana mapenzi ya uongo. Katika dhambi ambazo siwezi kuzikubali kuzipata ni dhambi hiyo. Unajua nimejitahidi sana kuzunguka katika hichi kijiji, kuangalia huku na kule. Kuangalia mwanamke ambaye ana maadili, mwanamke ambaye ana sifa za kuwa mwanamke. Nimekuona wewe tu peke yako. Katika wale wanawake 10 bora, wewe ni namba 1 Mariam. Nategemea utakuja kunizalia watoto wazuri. Watoto ambao wanaendana na uzuri wa sura yako. Akiwa wa kike, mimi hakika atakulisi hadi macho. Nikwambie kitu. Nakupenda sana. Nasikia hadi moyo wangu umekufa ganzi. Wow.
Nakupenda mpenzi wangu. Nakupenda pia. Ndo umerudi? Ndiyo mume wangu. Mbona umechelewa sana? Naomba unisamehe. Si unajua kama Kisimani ni mbali sana. Na afu usitoshe kuna watu wengi. Hivyo mwanamke una matatizo gani? Mbona wenzako wanawake wanaenda na wanawahi kurudi tu mapema? Mara Kisimani si hapo tu. Wewe unachelewa vipi kuwahi kurudi hapa nyumbani? Naomba unisamehe mume wangu. Haitajirudia tena. Sio kila siku unakuwa unarudia neno nisamehe. Nimechoka. Mimi nimechoka. Kila siku unaniambia nikusamehe. Nikusamehe kitu gani sasa? Ina maana unafanya vitu makusudi kwa sababu mimi nikusamehe, si ndio? Unajaribu akili zangu, si ndio? Nisamehe. Basi kama kuna ndoa ambao mimi nimewahi kujutia kwenye maisha yangu, basi ni hii ndoa ambao ni mimi kati yako wewe na mimi. Nimeshachoka. Mimi nimekuchoka. Mwanamke gani ambaye huelekezwi, unaambiwa kitu kimoja unarudia makosa yale yale? Hapana. Sikia nikwambie. Kama unaona kwamba hautoweza kuwa unaishi kile kutokana na kile ambacho mimi nakuambia au kile ambacho unatakiwa kufanya kama mke, mlango uko wazi mama. Mlango uko wazi, unaweza ukaenda. Sawa? Nenda kwenu. Acha uwanja, atakuja mtu mwingine ambaye atajua thamani ya mwanaume. Unanielewa vizuri? Sitarudilia tena. Na unataka kujifanya kama mwanamke fulani hivi msarabu sana, si ndio? Unataka kujifanya kwamba ili kosa halitojirudia tena, si ndio? Sasa nikwambie kitu kimoja. Na hichi kitu weka sana kwenye akili zako. Zingatia sana hichi kitu ambacho nakwambia leo. Kama umeona ndoa imekushinda, na kama unajua kabisa huwezi kumhudumia mume vizuri, unaweza ukachukua kile ambacho ni cha kwako na ukaondoka. Thamani yangu iko wapi? Upendo wangu uko wapi? Majeraha moyoni, nashindwa kuema. Kaka, mimi kuna kitu nakifikiria lakini sijapata majibu. Toka nimetoka mjini, sijawahi kusikia fununu yoyote una mwanamke au una mchumba au mawazo yako tu ya kutaka kuoa, sijawahi kuisikia. Sijui unawaza nini kuhusu ndoa. Dadangu Neema, unajua mimi kaka yako huwa sinaga desturi ya kukurupuka. Kila kitu huwa nakifanya kwa utaratibu. Kila kitu huwa nakifanya akili zangu zikiwa zimetulia. Unajua kwenye maisha ukiweka papala, mwisho wa siku unakuja kupata vitu ambavyo si sahihi. Unapata vitu ambavyo hata kesho kishukutu wewe dadangu ukija unaweza kujuta kwa nini kaka Bangaza ameoa mapema. Nilijaribu kufanya mambo yangu kwa utaratibu, kwa umakini wa hali ya juu. Na nisikufichi, sasa hivi nipo kwenye mahusiano. Wow. Jambo zuri sana. Na matumaini muda si mrefu nitakupeleka kwa kama wifi yako. Unajua kila ninapomzungumzia mwanamke, moyo wangu unakuwa kama unataka kupasuka. Moyo wangu unakuwa una furaha. Natamani hata ningekuwa na mabawa nikapaa. Natumai atakuwa mwanamke mzuri sana, na ambaye atatuzalia watoto wazuri. Katika wale wanawake bora Afrika 5, wifi yako anaweza kuwa namba 1. Hilo nimefurahia sana kakaangu. Alafu dada, kuna kitu ambacho nilichokuwa nataka nikuulize. Maana hichi kitu nilipokisikia moyo wangu ulijaa furaha. Nikajisi nimepata dada ambaye ni jebedali. Vipi kuhusu shuleni? Nasikia shuleni unaua sana kule. Kaka, shule inaendelea vizuri. Tunajaribu kujitahidi. Si unajua ndoto yangu kubwa, nataka niwe daktari.
Unajua dada, kwenye maisha ya leo, maisha hii dunia ambayo tulionayo leo, usipokuwa huna elimu, maisha yako yanakuwa ni magumu sana. Lakini ili upate mwanaume ambaye ni bora, mwanaume ambaye atakayekuheshimu na kukutunza, lazima uwe na elimu. Ukiwa na elimu utapata mwanaume ambaye mnaendana naye hazi. Utakuwa na elimu, utakuwa na kazi. Kama ndoto yako unataka kuwa daktari, siku kako nitakapotokea labda anaumwa, anajua naenda kutibiwa na damu yangu na kwa nipo sehemu salama. Karibu sana dadangu. Jambo dada. Jambo, habari? Nzuri, mume wako nimekuta. Amna, yupo. Akija umwambie baba anamuita. Haya, hamna shida. Haya. Unajua ni furaha yangu kukutana na wewe leo. Na tumekuwa tuna muda mrefu sana toka hatupo pamoja. Na nikawa na matumaini makubwa kwamba ipo siku itakuja kufikia kwamba tuonane, tuweze kuongea na tuweze kuyasahau yale yote ambayo yamepita. Mariam, toka tumetengana, nimekuwa ni mtu ambaye silali kwa sababu ya mawazo. Na mawazo ambayo yananisumbua mimi ni penzi lako. Hivyo nikaona ni vizuri nije nikutafute, tuongee. Najua nimekukosea. Najua nilifanya vitu vingi ambavyo vilikuuzi. Tafadhali nionee huruma. Kumbuka wapi tulipotoka na unisamehe mama. Bado nakupenda. Unajua George ana shida. Lakini unajua ni wakati gani mgumu nilopata kipindi huko na mimi? Na kwa nini Aswa aliamua kufanya vile? Ulivyoamua yale maamuzi, ulifikiria hata mimi nitabaki kwenye wakati gani? Au uliona tu wewe upo sahihi? Unajua sometimes shetani huwa anatupitia sisi wanaume, tunafanya maamuzi ambayo sio sahihi kabisa. Na jaribu tu kuelewa kwamba ni shetani alinipitia. Mimi George niseme tu hakika uliniumiza sana. Na sikutarajia kile kitu kutoka kwako. Kipindi chote toka umeondoka kwenye maisha yangu hadi sasa hivi sija kwenye mahusiano. Nipo mimi kama mimi. Kwa kile kizitokeze tena George, nipe nafasi ya pili. Kwa kweli umenisamehe. Haina shida, kuwa na amani, nishakusamehe tayari. Asante sana. Hivi mapenzi ni nini? Yananitesa moyoni. Nayempenda hajali. Ipo wapi furaha yangu? Chozi langu kwake furaha. Kila nachofanya naona karaha. Thamani yangu
iko wapi? Upendo wangu uko wapi? Majeraha moyoni, nashindwa kuhema. Furaha yangu iko wapi? Thamani yangu iko wapi? Majeraha moyoni, nashindwa kuhema. Kuhema jamani. Mapenzi, furaha yangu iko wapi? Amani yangu iko wapi? Mapenzi jamani, yananitesa mimi.